mama mchungaji ambaye ulivyokuja mwaka huu ukafundisha somo la nguvu ya maneno ukawa umenipoint nilikuwa nyuma sana. Hebu wangapi wanamkumbuka huyo mama kwenye, nafikiri ilikuwa ni siku moja nilikuja Mwanza, na hapa Mwanza nitaanza kuja sana katika jina la Yesu aliye. Basi wakati nafundisha nguvu ya maneno nikakupendi. Nilikuwa nyuma kule muda unaombea watu. Ukaniangalia kwa ukali. Nikainamisha macho. Nikawa nimesita kuja mbele. Lakini baadaye nikaamua tu nije. Ukaniambia kwa nini nimeacha kazi ya Mungu? Mume wangu alikuwa mchungaji. Lakini kwa sababu ya nguvu ya maneno akashambuliwa vibaya. Hebu jamani, epukeni kushambulia watumishi wa Mungu. Kushambulia watumishi wa Mungu sio wito, ni uchawi. Kama uwezi kuwaombea, nyamaza. If you can't pray for them, keep quiet. Basi baba ukaniambia kwa ukali, kwa nini nimeacha kazi ya Mungu? Nikakuuliza kwa nini umeacha kazi ya Mungu? Ukaniambia kwa ukali, kwa nini nimeacha kazi ya Mungu? Kwa ukali. Ukanisukuma. Na ndio mara ya kwanza. Ni mara ya kwanza. Nikakusukuma. Na kwanza nilielekezwa na dada mmoja anasali huko Dar es Salaam. Sawa. Nikaogopa, nikainama. Ukaniambia, ukawaambia watendakazi, mpeni namba yangu ya simu, kadi ya simu, kadi yangu ya namba. Sawa. Nikawafuata wakawa wako busy baada ya ibada. Sawa. Mimi nikatoka kuondoka na watu walikuwa wengi tu nje pale getini. Lakini cha ajabu nikakuta gari yako imezuiliwa. Na gari moja ilikuwa mbele yako pale, ukashindwa kuondoka. Wanaisukuma na mimi na ili upite. Mimi wala hata sikujua kama uko pale kwenye ile gari kweli, lakini moyo unaniuma, namba nimenyimwa. Ninafuata kila mtumishi uko busy. Moyo unaniuma. Na hivi ukishajeruhiwa na maneno na wewe unaumia moyo haraka. Yaani maneno huwa yanaachaga viraka vya vibaya. Mtu anaweza hata kukuangalia kwa mapozi ukasema amenizarau huyu. Unajua siri ya maneno? Mwanadamu anatembea na sumu mbaya, na ni ulimi alionao. Hakuna mnyama duniani mwenye sumu kali kama mwanadamu. Mwanadamu ana sumu kali kuliko koboko. Mwanadamu ana sumu kali kuliko black mamba. Kwa nini? Mwanadamu ana ulimi ambao akikusemesha neno linaweza likakutafuna mpaka ukawa mtu kama mwenye virusi vya ukimwi. Basi ile ninatoka, watu walikuwa wengi tu, ukasema, "We mama, umepewa namba." Mwicho yo mama, nikarudi nakimbia. Ukanipa kadi ya. Yesu makofi ya heshima. Ukaniambia, "Mwambie mume wako anitafute." Ukasema, "Mwambie mtumishi wa Mungu anitafute." Nikasema, "Sawa baba." Nikafurahi sana. Baba, mume wangu amefanya kazi ya Mungu miaka 6. Na ameanza akiwa ni mfanyabiashara mkubwa kule Kagera, mkoa wa Kagera. Mfanyabiashara mzuri sana, mkubwa, tu alikuwa na mtaji mkubwa. Yuko vizuri. Lakini baada ya kuacha, nguvu ya maneno ilivyozidi, mambo yakawa mengi, kaonekana yani ni mambo ya ajabu yakaendelea pale kijijini. Alipoacha kazi ya Mungu amefilisika na hata 100. Yani hata 100 mbovu. Kaisha. Tumeanza kazi ya Mungu 2014. Tumeacha 2020. Tukahama kule Kagera, tukamia Katavi kwamba tukafanya biashara kule, tuachane na kazi ya Mungu. Maana mmepigwa. Tumepigwa vibaya baba, siwezi kukwambia. Sawa. Ni mazito. Tumefika Katavi, mambo yamekuwa magumu baba, tukarudi Mwanza. Ameuza kila kitu na kila pesa nao kamata aanze upya inaisha. Akiuza mashamba anapata mtaji mkubwa, anakuja hapa tuanze upya inaisha. Hakuna ambacho anafanya, amekimbilia machimboni sasa. Lakini baada ya kunipa namba nikamwambia, "Baba, unamfahamu huyu mtumishi wa Mungu?" Akasema, "Namfahamu, nianza kumfuatilia toka ni mwaka kama wa 4, namfahamu sana, yuko vizuri." Baba, lile somo la juzi unasema kibali kikiisha, tulikupigia simu hujawahi kupokea. Yani ndio nimekuja kuelewa ile somo ulikuwa unasema mimi. Umeona Yani hujawahi kupokea pamoja. Manake alipaswa kuingia na kuomba, ni kweli nimepewa hii business card, lakini lazima niombe kibali cha kimungu. So kibali kikiondoka, utajitahidi kwa kila namna. When the favor is not there, you will struggle. Sijawahi kupokea, ingawa ili ujue sio hila. Anasema aliondoka na nikamuona, nikamuita na nikampa namba mwenyewe. Business card na amepiga, haijawahi kupokelewa. You need to cry for favor, my friend. Unaweza ukawa karibu sana na mtu mkubwa
na asisikie kukufanyia chochote. You can be close to a great man, but Listen, you might not feel to do anything It to you. takes God to convince men to bless you. Inamchukua Mungu kuwashawishi watu wa kubariki. Are you hearing me, somebody? Unasikia? It takes God to convince men to bless you or to follow you. Inamchukua Mungu kuwashawishi watu wa kubariki au wa kufuate. Unaweza ukalala hata na mume wako anaweza kusaidia watu asikusaidie. You can be with your husband, but who can help other people except you? Kitanda kimoja akanunulia watu wengine baraka, wewe ukabaki unavaa. The same bed, it can buy for other people but not you. Na ndio maana hata wamama mlio kwenye ndoa, jifunzeni kuwashukuru waume zenu wanaowafanyia vitu. That's why Usiokafikiri kwa sababu ni mume wako ana haki ya kukufanyia anachokufanyia. in marriage you have to thank your husband. Kibali chako kikiondoka, When your favor is removed, na kuambia utaamini, you won't believe it. hata kukumbuka. He won't remember you. Ataona ana madeni kuliko wewe. He will see has got more debts than Lakini you. ukiwa na kibali, But if you're hata favored katikati ya madeni anaweza kuletea lollipop zawadi. amidst debts, it can bring you some kind of a gift at home. Kuna watu mko hapa mnalaumu kaka zenu, unasema hajanisaidia. Mama, Some people are blaming your baba, brothers. kuna wazazi wengine wako hapa wanalaini watoto wao. Huyu mtoto tangu abarikiwa nikumbuki. Madamu, naomba nikukumbushe, umemzaa, lakini namchukua Mungu kumgusa tena mtoto wako moyo wake. It takes only God to touch again your child. Wa Mwanza hawataki kunielewa. Inamchukua tena Mungu kumgusa. Kuna watu wamesauliwa na watoto wao mpaka wanakufa na watoto hawajaenda hata kuwazika. Some people are forgiven by their children until they die. Mama, ukiona watoto wako wanakununulia zawadi, wanakulipia sijui kodi, wanakufanyia nini, mshukuru Mungu sana. Sio kwa sababu umewazaa. Kuna watu wamezaa watoto lakini hao watoto hawakumbuki. When you see your children do something for you, thank God very much. Other people have got children who are doing nothing to them. It takes God Inamchukua Mungu to convince men kuwashawishi watu to bless you ili wakubariki or to follow you. au kufuata. Usije ukasahau hiyo. Baba, hukuwahi kupokea, lakini pia kwa sababu kibali kiwa kimeisha, hata wale wafanyabiashara wenzake akiwapigia hata kuomba 10,000 hawampi. Yaani kila kitu kikawa kimefunga. Lakini nimesimama hapa kushuhudia kwamba baada ya kunipa hii kadi, baada baba kukimbilia machimboni, hakuna chochote nyumbani, nikawa nimesikia tu ndani kuamini kwamba hii kadi itanisaidia. Sawa. Nikawa nachukua hii kadi, nina shida labda ya hela ya kuemea sina. Nachukua hii kadi na ipitisha kwenye ile namba ya simu ambayo nataka kuomba hela. Kwa mfano labda namba ni ya kaka yangu, nina shida 20,000, ninapitisha ile kadi kwenye namba. Unapitishaje? Na izumu ile namba, alafu naipitisha pale. Hii kadi naipitisha kwenye namba. Yaani akasema hata kama haijapokelewa lakini na it's like anaamini ya kwamba ni kama watu wanavyochanja, ni kama kadi ya benki. My God. Nilikuwa sina kibali hata nimuombe. Mimi kaka zangu wako vizuri na nimewasaidia nikiwa kwenye ndoa yangu vizuri tu. Nina upendo, najijua. Lakini kwa sababu kibali sikuwa nacho, hawakuweza kunisaidia. Nikatumia hii kadi. Sasa na zoom ile namba naipitisha pale, nasema mimi sina imani, ila najiungamanisha na mtumishi wa Mungu mwenye hii kadi. Nikipiga simu hata kama nataka 30,000 50, natumiwa hapo hapo. Naemelea watoto. Bwana akaja akakujilia kwenye mahitaji yako na katika shida unazopitia katika jina la Yesu. Usikose kila kitu. Una hela na imani huna. Don't miss everything. You don't have cash, even faith. Yaani kila kitu una. You have nothing. Hela hauna. You don't have cash. Imani hauna. Faith you don't have. Utakuwa na nini sasa? What will you have then? Mungu ajabu sana. God is so strange. Anapita mahali pagumu pa kiuchumi, hajui afanyeje, hajui atendeje. Anasema mimi nazumu tu hii namba naiweka, nikiwaomba hizi pesa wanipatie. She passed through difficulties. Unasema nini wewe? She has nothing. She's applying faith. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, naam ni bayana ya mambo yasiyoonekana, na imani pasipo matendo imekufa. Faith is something that things of the fall. The evidence of Basi sin. lakini toka hii kadi imeingia nyumbani kwangu baba, sijawahi kuuguza, sijui dawa, sijui hospitali, sijui, yani toka imekanyaga kwenye nyumba yangu. Kama unaona imani ya huyu mama, I don't know if you see the faith of this woman.
Hii ndio tafsiri, kama hajakugusa mguse wewe. This is what it means. If it does not touch you, touch you. Ni kweli namba nimepiga haijapokelewa, naweza nikaigeuza kuwa kitu kingine. Truly number of calls, no one received. But I can change. Mimi kama umenielewa kitu nasema. Ni kweli nimepewa hii kadi na nimepiga haijageuka. I can turn it. Truly, I'm given this number and I called, no one received. Lakini naweza nikaibadilisha matumizi. Baba, mimi nashukuru kwa kweli, nimeona mkono wa Mungu kupitia hii kadi. Yaani ndio maana ninaitunza kama roho yangu. Mimi watoto wangu ili wale ni hii kadi. Mwanangu baada ya kufilisika shuleni pale, wakaniambia kwamba hao watoto wanadaiwa, hawatakiwi kuja shule, wanasoma private. Nikawarudisha shule za serikali. Serikalini wakakataa, wakasema wamefika masomo wenyewe wameshafika mbali. Sisi bado tuko nyuma sana, tutawachanganya, tuwezi mama. Watoto wangu wamekaa nyumbani toka mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 9 juzi. Nikakumbuka mbona nina kadi? Sina makaka zangu hapo. Nikapitisha, nikampigia kaka mwanangu shule. Akasema natuma nauli mpeleke Nyegezi stendi, apande gari Morogoro haraka aje shule. Inuka. Simama, simama, simama. Nyosha mikono. Stand up, Mungu unayebadilisha maisha ya watu. God will change life of people. Badilisha maisha ya mwanamke huyu. Change the life of this woman. Kumbuka utumishi wao mdogo waliofanya, Remember the little ministry they've done. na ukamuonyesha rehema zako. And show how you are mercies. In the mighty name of Jesus. Sasa Now, Jumatatu on Monday, saa 7 kamili, hii uisimamie ni appointment kamili. Nataka niwasiliane naye pamoja na mume wake. Kama wataunganisha simu, nataka niongee nao kwa pamoja kwenye simu, wewe pamoja na mume wako. Sawa baba. Mungu anafunua rehema zake na mnaenda kuvuka katika jina la Yesu aliye hai. Pe Yesu makofi katika jina la Yesu aliye hai.